Salamu umeitazama Simba, kwanza unafurahi kiasi gani kuelekea nusu finali? Kwanza ni mshukuru Mungu kwa hiki tulichokipata. Kazi haikuwa rahisi, kazi ilikuwa ngumu sana, lakini tuwashukuru viongozi wetu, tuwashukuru kwa wana Simba wote na mvua na siku ya kazi, lakini wamekuja kuiangalia Simba yao kwa furaha kubwa, na wameweza kuhakikisha kufanya Simba washangilie kama mashabiki wa 12 na kuweza kuibuka ushindi. Lakini pia niwashukuru na watu wengine wote, viongozi wa TFF na viongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, vijana wake waliokuja, tuwashukuru. Lakini pia nasema tu, siku zote tunasemaga kwamba kuna kwa kukaja kisa nienda kubiga kitaja. Maanisha nini mtaalamu? Hapa sisi nyumbani wakija na nguo wataondoka uchi. Tukiwa tunasema wanatuona kama makini. Kuna wachambuzi walienda kula futari huko wamebadilika. Wachambuzi wanasema yuko mchambuzi mmoja anakwambia kwamba Simba kule alienda alichezewa kiplani tu, ambayo mwanzo hatukumuona hivyo. Kwa hiyo mfikishieni mkaraboko. Kwa hiyo kama wale walifanya kule plani na sio tumefanya plani. Kwa hiyo wanasema hata kama tumegawa tulikuwa tunaruka kama hivyo. Kwa hiyo mengi atasema, lakini Simba hata ukimfikia CPA ama Sumakala alisema anayeweza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa ni Simba peke yake, hao wengine wote vipofu. Ndio maana umeona Simba hapa amequalify amepata pointi, hao wengine wamepata pointi 4. Kwa hiyo ina maana tuko mbingu na ardhi. Na siku zote kabisa Kinega, yani Kinega hawezi kuruka kama wewe. Kwa hiyo wale wenzetu kama ni Kinega, na tunawaambia waliyazungumza mengi hao watani zetu, walizungumza mengi, lakini kama waruhusu waje uwanjani walizungumza wao mengi, sijui kila mtu akafanya sijui makafara na nini na nini. Tunawaambia hii tumewasamehe, hii walioyafanya na nini tumewasamehe. Wamefanya nini mtaalamu? Mechi ijayo kama mtu atatia mix yake yote tunafunga tulibaji. Yote atakayefanya kitu mambo yake. Unajua siku zote aliokota 10 ndio yani wewe unaokota 10 wenzako tulichuna kamba mbichi. Kwa hiyo wao chaka wanaopita sisi tushapita zamani. Kwa hiyo ndio tunawaambia mtu atakayetia mguu kwenye mechi ya Simba basi anatakiwa tutafunga turubai kwao. Kama wanahakima sijui mzee wao mzee Mpolo sijui mzee Mang'ani sijui naye tutafunga turubai, watabondoka mmoja mmoja. Simba huyu hatari, huyu Simba hatari, huyu charuka anatakiwa kutafuna. Hao mashabiki unaowaona wote wanahitaji la shirikisho wamletee Mama Samia Suluhu. Kwa hiyo tunawaambia kwa hiyo tunamwona mzee ubaya ubora, umemwona mzee Azim Dewji, rais wa hamasa. Kwanza yeye aliweka ile pasi pamoja sana Mama Samia kwa milioni, lakini model wale wote sijui mmoja habari kati ya 700 milioni 700. Sasa watu wasimamie kumsupport utajiri na wote wenye mapenzi ya kweli na Uislamu. Tunashukuru viongozi wametupambania vizuri, wameweza kutufanya furaha yetu imekuwa zaidi. Leo na Simba yote ukimuuliza unalala wapi, atakwambia niachie unaenda kwa mtaalamu kama nitajua huko. Tuliko na wana Simba wenzangu, hata kama sijalala siku 2 basi tunaburudika. Kama Elie Mpanzu na zote mbili kulikuwa kuna maneno kuhusiana na Elie Mpanzu na Pacome Zouzoua, anachokifanya Elie Mpanzu hii performance kwako inaendelea kushawishi kiasi gani? Baba, unaweza kumfananisha Kinega na Mbuni. Unasema mkubwa Kinega, Kinega na Mbuni huwezi kuwafananisha. Elie Mpanzu nabii kibisa wala anakimbia na mpira kama kaushika mkononi. Sasa huwezi kumfanya mtu chenga zake za mkokonoto, akipiga kwanza kachukuliwa, anaambia anakimbia kama yule nani mnyama alompanda mboi hatari. Kwa hiyo ina Elie Mpanzu ni nguvu na ardhi na huyo unayomsema, na hata kama kuna wengine wote hawawezi. Pini Kamara amedaka penalti 2 leo hii, pengine ubora wake na anaendelea kukifanya kwenye ligi nizali kwamba naye pia anaendelea kuwa bora katika kikosi cha Simba. Pini Kamara sawa na Diala 23. Pini Kamara sawa na Diala 23. Wafikia huko. Sio umefikia huko, si unaona? Wewe unaona? Haya nikikwambia haya Shomari Kapombe sawa na yule nani miguu migofu ya ukwasi 100.
utarudisha. Shomari Kapombe sawa na ya Ukwasi ya Ukwasi hatari kubwa. Mohamed Hussein ukidhania sawa na yule nani Degelioni wa Mwanza 10 kama Dege. Kikosi cha Simba ndio maana sasa hivi wanabweka sana, wanabweka kwa sababu Simba huyu mkali huyu mkali kujisemea mkulia enka ya Kobara ananena Simba huyu wa mwituni ni mbaya, anauma. Pengine kwa leo hii Mzalamu itakuwa ni historia, siku hii tarehe hii hutoisahau kwenye maisha yako, Simba kuqualify kuelekea nusu finali. Sasa tulishafanya huko nyuma, labda tuchukue. Sasa tushafika mwaka 93, mimi niko mjini, wewe mjini, sijui ulikuwa upo au sijui ulikuwa unanyoa. Mwaka 93 hivi mimi nipo, tumecheza finali. Kwa hiyo ina maana mimi ninachotaka ili kombe tulilete Tanzania. Inawezekana Mzalamu. Hakuna timu isiyoanzisha kitu mwenzio akafuata. Simba ndio inaanzisha vitu vyote, alafu wengine wanafuata. Kufika finali kuna Zamalek na Stellenbosch, ni mchezo ambao unatazamiwa sana na ni mpinzani ambaye Simba anamsubiri kati yao. Aje nani? Sisi tunamhitaji yoyote, kwa sababu hata ukimpata huyo uko bora utampata mwingine yoyote. Wale wagumu ndio tunataka watangulie mwanzo kuliko wale wote. Ila baada akibaki hapo pesi kule tunachukua ubingwa. Mwanzo ulitaja kwamba wachambuzi walisemea Simba vibaya. Wapo wachambuzi ambao walisema kwamba Simba inaanza kujenga kikosi na haitafika mbali na kufanya vizuri msimu huu. Pengine wanachokifanya Simba na wachambuzi walichokizungumzia ni vitu viwili tofauti. Hii ya kusema kwamba anajenga kikosi tuko pamoja. Maneno ya kocha na maneno ya sisi tunajua tuna kikosi 70% ni kipya, lakini tuna vijana wadogo wanakimbia, utafikiri wamefunga boti. Umeona? Kwa hiyo ina maana ukisema tunajenga kikosi ni sawa, lakini wakisema hatutafika mbali au sasa unawaambia nani anafika mbali? Nani anafika mbali kama si akifika? Huyo akufika mbali hayupo. Katolewa mwaka kundi. Yesu wanasemaga mwaka robo. Unamzungumzia nani? Huyo ambaye wanamzungumzia atafika mbali. Kashaondoka. Vingimira Maguti kashaondoka. Tumebakia sisi. Huyo ndo aliyekuwa sisi tukicheza tunafaa makarobo ambayo wao wamefikia mwaka kundi. Mimi nawaambiaga kila siku, Ngebere sio kwamba hataki chai. Kuipata chai ndo mtihani. Bilika atapata wapi? Kijilifu, moto, kijiko, bilika, anaenda kula mahindi huko polini. Kila mtu chai anaitaka. Kwa hiyo Simba kufika hapa ni wale lazima wanune waweke usta. Kwa sababu wanapataka alafu wanajifanya hawataka. Matokeo leo wameumiza sana upande wa pili, unachokimaanisha. Wameumia wao kuliko hawa tuliowatoa Almasi. Sasa tuliwaambia Almasi tukija hapa tutalipa kisasi. Na kweli tumewapiga vizuri. Kwa hiyo wamepigika vizuri na wameelewa, hawajahurumiwa. Pamoja wamefanya vurugu. Walichokifanya kuchelewesha muda, pengine ilikuwa target yao ni kuelekea kwenye penalty. Ndio mambo yao hayo. Kwa hiyo kwenye penalty ndio kubaya. Huyo Kamala utamwambia nini? Anadaka tunda za ubuyu usiku huko kafunga kitambaa. Sasa itakuwa lile bau kubwa kama hiyo. Tunda ya ubuyu anafunga kitambaa alafu ndio na ile kocha wake unagiza hatari. Sasa itakuwa lile bau kubwa. Mzalamu, tukiachana na hilo Young Africans kesho zidi Azam. Huu ni kama mchezo wa kisasi kwa upande ambao Yanga anaingia kwenye mchezo. Alimbuta na kesho anaenda kumbuta tena. Kesho Young Africans ana nafasi ya kuchukua point 3 kila. Kikosi anacho wapi? Yanga akacheza na Coast juzi. Katolewa kocha wake Juma Mwambusi kama kia yule mwingine. Kashinda goli ngapi? Moja. Wamecheza mara 2 hapa. Yanga alishinda goli ngapi? Manje zote. Wastani wa 3 kwenda mbele. Baada ya kuwekwa yule mwingine yule, umeona? Amna shughuli moja pata. Na wale bado kidogo atomoa. Kesho anaenda kukutana Azam ambayo kajipanga. Kwanza kashajeruhiwa, kafungwa na ndugu yake Singida akafika. Anaenda kumkamata Ngobwe kwenye uwanja ambao Ngobwe hautaki. Miongoni mwa viwanja vigumu Young Africans ambavyo wanavitaja ni kule Chamazi. Kule ataki, anakwenda kesho. Kwa hiari yake atakwenda mwenyewe. Tujisemea Mzalamu. Kujisemea Mzalamu kwa mjomba Sichola kuja Bitungula. Mzalamu, malizia neno la mwisho.